Kumaliza kulala, asubuhi kuamka nikaanza kutengeneza sasa nyumba. Sasa kutengeneza nyumba, nikapiga duster, nikafanya nini kwa bedroom yangu. Kama mwanamke lazima utatengeneza vizuri. Nikapata mazuruari za mwanamke hapo. Hizi nguo za ndani? Nguo za ndani. Ukazipata kwa bedroom yako? Yangu. Sasa nikauliza. Sasa kuuliza ndio tukaanza vita. Sababu suruari yenye si yako, si lazima ukipata kwa nyumba utauliza. Utauliza ni ya nani? Ni ya nani hii? Kufika tukalala. Kufika usiku saa 8 nikastukia panga usiku. Alikuwa anataka shingo. Hii shingo alikuwa anataka. Sasa naye Mungu akaleta panga hapa. Kustuka, nilisikia tu kwa nini mimi kustuka hivi. Nikamshika. Umesikia kuna kitu imekugonga? Kukata. Nilisikia tu. Hapa alama inaonyeshana ulikatwa karibu na mfupa hapa huku. Ilivunjika? Ilivunjika. Iko na chuma sahi? Iko na chuma sahi. Ati alikukata tena alienda kwa ule mama mzee wakatoroka na yeye. Na si ati ni mama mwenye sijui, ni jirani mwenye tunaombaana chumbi. Ndiye wamekufanyia hivi hii unyama. Mwiroreri wa metha ya Kagoni uri mwega njitagwo Monica Kagoni ngikunyita ugeni tabarira Why Are You Single nitugucenjia ruthiomi hanini tutwarie na ruthiomi rwa Githweri ni tondu mutumia uria tunyitite ugeni ndaiguaga ruthiomi rwitu aragia ruthiomi rwa Githweri. Mbica iyo irahituka screen-ini yaku ni ya mutumia uria turi nake guoko gwake ni urona irema iria ciothe ari nacio. Irema icio ni cia gutemangwo na ti mikora kana mundu atoi, ni kwanagwo ni mundu endete, mundu etaga muthuri wake. Wakinyire atia wetwika mundu mendaine magite ginya mwana ni akumuoera banga amugere ngero yo yothe. Nikyo turi nake metha-ini ya Kagoni thini wa tabarira ya Why Are You Single. No mbere ndaya mwirorerire ndirathi na mbere na gukumenyithia ati kuria mwena wa Malindi no wigwatire a holiday home na ciringi 150 tu. Ni project iredio ni kambuni ya AMG Realtors brotisha 50 by 100 about 30 minutes kuma Malindi airport mwiroreri. Ogo ni kuga urithiaga gwaku mucii ugacoka ugathie beach ni gucera Malindi town riria wetha yathuka kwanyu kwagea heho muno ugethiira Malindi ugakenera uthaka uria ukoragwo mwena ucio wa gicua-ini. Imagine at only 150,000 only. Na broti cici na ready title deeds. Ni kuga wona warikia kuriha broti yaku uraheo title yaku in 60 days na waga kuheo ri ugakorwo ugicokerio mbeca ciaku ciothe. Na mbeca ici uretio mwiroreri cikuite marihi mothe koguo gutire kindu ugacoka gwitio baadaye. Cikuite nginyagia title processing fee, legal fees, marihi maria mothe magwatanaga na uguri wa migunda ni inclusive thini wa bei ino uraheo. So itikira kwaraniria na AMG Realtors namba ni tukwandikire house screen-ini. Na oroho mwiroreri turio mwena ucio wa gicua-ini no wende guceria family yaku Dithemba kana kumagia riu guthie nginyagia Dithemba ucerie family yaku. Bountiful Safaris ni rakuhe a very discounted rate gucera Mombasa starting from 35,000. Ni ugukenera 2 nights and 3 days in Mombasa. Then wa packages itiganite turi nacio cia tembeza wazazi, mapenzi ya 30, family packages, single travelers, girlfriends, boys club, chamas, uria wothe ukwenda guthii gucera gicua-ini muri na murata waku starting from 35,000 per person sharing niho rates icio ciothe cirambiriria. Koguo itikira kuhurira Bountiful Safaris na bani gwandikire house screen-ini nigetha wigwatire kana wibukire rugendo rwaku na turi nginyagia na option ya lipa pole pole. Ni kuga ngikorwo renda guthi Dithemba no wambiririe kurihira rugendo rwaku thaici kahora kahora kamira Dithemba ikinyite. Na ukujitikiria nyite ugeni mutumia witagwo Judith
Anyango, Judith Anyango. Karibu sana Judith Anyango. Asante. Najua nilikuwa naongea Greek. Ama unashika word moja moja? Asishiki. Hata kadogo. Hata kadogo. Sawa, karibu sana Judith. Asante sana. Judith, umetoka pande gani ya hii Kenya? Nimetoka Siaya. Siaya. Umezaliwa huko ukaolewa huko? Nimezaliwa huko nikaolewa huko. Uko na watoto? Niko na mtoto mmoja. Kijana, msichana? Msichana. Msichana. Hujawahi pata mtoto mwingine? Sijawahi pata mtoto mwingine tena. Ni huyo tu? Ni huyo tu. Haya, Judith, wakati nimekuona tu mara ya kwanza, macho yangu imevutiwa na alama ambazo uko nazo huku kwa mkono. Na umenieleza kwamba ni bwana yako alikufanyia huu nyama wa kukatakata. Ulikuwa umeolewa kwa miaka ngapi? Nilikuwa kwa ndoa kwa miaka 22. 22? 22? Ilikuwa ndoa ya aina gani? Tulikuwa tu tunaishi vizuri. Lakini ninasema penye mazuri iko lazima shetani ingie. Hata harusi tulifanya kwa kanisa. Kwa kanisa. Kanisa gani? Catholic. Huko nyumbani. Lakini bahati ilikuja, mzee wangu akakuwa na challenge. Kuna kitu ilimuingilia tu, sasa natembea na wanawake wazee wenye wanamshinda. Wazee kumliko? Wazee kumliko. Sasa akachukua mwingine hapo, mzee mwenye ako na wajukuu. Sasa ndiye alikuwa anatembea na yeye. Mlikuwa mnaishi Siaya ama Nairobi? Nyumbani ni Siaya, lakini Nairobi hapa tunaishi Kibera. Kibera. So miaka yenu mingi mlikuwa mnaishi Kibera? Miaka yetu mingi tulikuwa tunaishi Kibera. Nyumbani tulikuwa tunaenda kutembea tu na tunarudi. Na hawa wanawake ni sasa ni wanakuja Kibera ama anawapata wapi? Hapo wanawake wengine ni hapa Kibera, wengine huko Ushago. Sasa mara nyingi alikuwa ananiacha hapa, anaenda Ushago, anaenda kulima. Sasa anaenda analima, analeta chakula. Hivyo tu. Sasa na ni ndoa ishawahi kuwa na vita? Vita ilikuanga, lakini ile tu ya kawaida ya nyumba. Tunatengeneza, inafanya nini? Inaisha. Hivyo tu ndio ilikuwa. Lakini sasa hii yenye ilinipata hii, ule mwanamke ndio nilipata vitu zingine kwa nyumba, niseme masuruari. Haya, wacha tuende taratibu. Hii siku ndio akukatekate hivi. Mlikuwa Nairobi ama ulikuwa umeenda kutembea Siaya ama mlikuwa wapi? Nilikuwa nimetoka hapa nimeenda kutembea Siaya. Yeye alikuwa huko Siaya? Yeye alikuwa huko Siaya. Sasa nikatoka hapa na mtoto. Tukaenda Siaya. Kama yeye amemaliza karibu wiki ngapi? 2. Sasa kufika huko Siaya, nikafika kitu saa 12 ya jioni. Tukalala. Kumaliza kulala, asubuhi kuamka, nikaanza kutengeneza sasa nyumba. Sasa kutengeneza nyumba, nikapiga dasta, nikafanya nini kwa bedroom yangu. Kama mwanamke lazima utatengeneza vizuri. Nikapata mazuruari za mwanamke hapo. Hizi nguo za ndani? Nguo za ndani. Ukazipata kwa bedroom yangu? Sasa nikauliza. Sasa kuuliza ndio tukaanza vita. Sababu suruari yenye si yako, si lazima ukipata kwa nyumba utauliza. Utauliza ni ya nani? Ni ya nani hii? Hata akwe ni mwanaume apate nguo ya mwanaume mwenzake kwa nyumba. Atauliza. Sasa atauliza. Sasa hiyo kuuliza ndio ilileta hii madhara. Nini hapo, tukasozana. Nikafikiri imefanya nini? Imeisha. Na sasa hii masuruali ni ya mtu unajua? Ni mtu najua. Huyu mama unamjua? Na ushawahi uliza hiyo maneno tena? Kuna wakati nilikuwa naulizia. Mpaka mwanaume mwenyewe akaniambia, wewe utanini tu, lakini huyo ni rafiki yangu. Hata muacha. Na ni mama mzee mwenye najua. Mama pia anasema nje hawezi kumwacha. Sasa hata mimi nikasema
kama niyo maisha yenye ameamua, wacha afanye nini? Akae hivyo. Akae. Sababu sasa nikianza sijui na niko na mtoto. Na huyu mtoto pia ni mgonjwa. Wacha niangalie maisha ya mtoto wangu. Yeye ni wachane na yeye afanye chenye maisha yenye amechagua aishi. Sasa after hapo ile tulisozana tukawachana. Kufika tukalala. Kufika usiku saa 8. Nikastukia panga usiku. Alikuwa anataka shingo. Hii shingo alikuwa anataka. Unaona? Sasa naye Mungu akaleta panga hapa. Kustuka nilisikia tu kwa nini mimi kustuka hivi. Nikamshika. Unasikia kuna kitu imekugonga? Kukata. Nilisikia tu kwa uzingizi. Nikaamuka na hasira nikamshika na hii mkono. Na unajua niko na hasira sasa hiyo pia nikamsukuma kwa ukuta hivi nikamshikilia. Sasa mimi nilikuwa nafikiria ananipiga mbao yenye kuna msimali. Sababu unaona damu. Nasikia damu. Sababu ni usiku sioni lakini nasikia damu inatiririka. Ile nilimshika hivi akanimulika. Alikuwa akamulika mwizi. Akapata hii mkono. Hii mkono ndio alichapa panga. Hii tu nilibaki kishikilia. Amenimaliza amechapa mpaka akavunja mpaka mfupa. Hapo uko na chuma. Akafunja. Nikakaa. Sasa kukaa sasa ni kukata. Hii side yenye ilikuwa side yake ndiye alikata kabisa mpaka na kichwa. Na mkono yote amekukata hivi. Kulingana na alama amekukata kila mahali. Kila mahali mpaka alikuwa anarudia. Unajua sasa ni usiku alikuwa anarudia penye amekata. Anarudi hapo tena. Kai. Mpaka na mguu. Mguu alikukata. Mguu pia zote. Ilivunjika juu. Hapa alama inaonyeshana ulikatwa karibu na mfupa hapa huku. Ilivunjika. Ilivunjika. Iko na chuma sahi. Sasa nikapiga nduru. But mtoto nilikuwa naye kwa bedroom yake. Kumbe aliamuka akaenda akalock bedroom ya mtoto. Kulock bedroom ya mtoto ndiye akakuja akaanza hizi visanga kunikata. Sasa mtoto vile anaweza kutoka aniokoe hakuna wezi. Mtoto alipiga nduru kabisa. Sasa alipiga nduru hiyo isikiki. Hiyo nduru ni kama watu wako ni katikati ya usiku, watu hawasikii. Sasa semeji yangu mwenye tulikuwa naye kwa boma akatoka nje kujisaidia, akisikia nduru. Wakati anakukata hivi vyote, unajaribu kumwambia awache, anakuongelesha, na kama anakuongelesha anasema nini? Aongei. Ni kukata tu. Aongei kabisa. Hakuna chenye alisema, ni kukata. Ni kukata ni kama mtu mwenye anakata mahindi kwa shamba. Sasa kumaliza. Sasa alipoacha alifikiri umekufa. Aliniwacha kama amejua nimekufa sababu sasa kila mahali ni nyama. Kila mahali kama hii alikata hii ikakuja huku ikanifunika, masikio ndio hiyo, mkono ndio hiyo. Sasa kila mahali unaona sasa kila mahali ni damu, hii karibu ina nini hivi. Nimekufa. Sasa akanisukuma akapita. Kupita kumbe ako nyuma yangu amesimama. Anataka kuona huyu mtu bado ako hai ama amekufa. Sasa akili yangu na mtoto anapiga nduru kabisa. Sasa akili yangu inanipatia wacha sijielewi, sijui yani mwili yangu imekufa kabisa. Najua tu saa zingine naweza amuka. Kumbe sio amuka. Nikasema huyu mtu ameenda, wacha niamuke, nifungulie mtoto mlango, aniitie watu wanisaidie. Sasa kujaribu kuinua mguu siwezi inua. Kujaribu kufanya mikono hivi, yani mwili yangu ni mzito kila mahali. Sasa najiuliza kwani huyu mtu amenifanya aje? Nikasema wacha nijifurute, nitapiga hata magoti chini na nifungue chabi. Sababu sijui hata hii mkono inafanya kazi ama ifanye. Yani nafikiria tu kwa akili yangu. Vile nilijifuruta hivi, kumbe ako nyuma yangu. Ameona hujakufa. Anaona sijakufa. Alisimama nyuma yangu na panga, alinikatakata kwa mgongo huku. Kwa mgongo? Kwa mgongo. Alinikatakata kabisa.
akaona basi sasa nimemaliza. Akatoka, kutoka akafunga mlango na nje, akitoka na akafunga na nje. Nibulidia hapo, nifanye nini? Nikufie hapo. Nisimuta siniokoe, sababu hata mtoto mwenye angeniokoa pia amelokiwa. Sasa mimi niburudie tu hapo, nifanye nini? Nikufie hapo. Lakini nashukuru ya Mungu ni mengi. Kama siku yako bado. Nasema siku yangu ilikuwa bado hajafika. Sasa semeji yangu alikuwa anatoka nje kukojoa, akasikia mtoto anapiga nduru. Kuita bibi yake alete taa, akaona brother yake anatoka kwa nyumba mbio na panga kama ako hivi. Na unajua mwenye ako na panga na usiku uwezi ukaribiana naye hata kama unamjua. Akajificha. Akamuona life view fulani. Akaenda. Sasa huku kuja akaitana Sharon. Huyu anamuitikia, fungua mlango. Huyu anasema baba amelock. Sasa huyu ndiye akafungua mlango huku, akapita hivi, akaenda akafungulia mlango huku, mtoto mlango huku. Mimi nilijaribu kutoka kwa bedroom nikijifuruta kufika kwa sitting room. Nikalemewa na hapo. Sikujua, sikujielewa vile nilifika hosi. Nilikuja nikajielewa karibu kitu saa 4 huko ya usiku. Siku nyingine sasa. Sasa ndio nikakuja kujielewa, akili karudi, kiangalia huku naona tu watu wako na white. Penye nimelala naona watu wamejaa, nashindwa kwani niko wapi. Kiangalia mwili yangu kila mahali ni bandage. Hii mkono iko na plaster mpaka huku, mguu iko na plaster. Huku pia iko na nini? Damu, nini ya damu imewekwa hapo yenye inaingia kwa mwili yangu. Sasa nashindwa kwani niko wapi? Kulienda aje? Sasa akili inakuja pole pole. Sasa madaktari wakuja kanauliza, Judy, unajua mimi ni nani? Nikanyamaza, nikamwangalia. Kama ni daktari. Kamwambia wewe ni daktari. Unajua penye huko? Akasema wapi? Hospitali. Sasa akasema basi. Sasa nikasikia akaambia manini yangu, huyu ataendelea vizuri. Kama anaweza kujua penye yako, ataendelea vizuri. Nakakaa hospitali karibu mwezi moja. Na hospitali gani hiyo? Nilikuwa Busia. Ndio nilipelekwa. Nikakaa huko. Akashikwa, akatafutwa. Akatafutwa, akashikwa na huyo bibi wake mwenye alikimbia na yeye huyo. Wakati alikukatakata tena alienda kwa ule mama mzee wakatoroka na yeye. Na si ati ni mama mwenye sijui, ni jirani mwenye tunaombaana chumbi. Ndiye wamekufanyia hivi hii unyama. Sasa wakakimbia nao, wakamaliza mwezi moja nje, wakashikwa. Sasa kushikwa, sasa wanataka mwenye alitenda kitendo. Mwenye kutenda akawachiwa. Na sasa bibi akawachiliwa. Mwanaume ndiye akashikwa. Akafungwa miaka 5. Wakati wake alifungwa miaka 5. Wakati wa kesi ulishawahi kwenda kotini? Nilienda kotini. Wakati ulimuona mara ya kwanza baada ya kukufanyia huu nyama, ulisikia aje? Na ni mtu ambaye alikuwa bwana yako for 22 years, mumezaa, mumeishi hiyo miaka yote. Sasa umejua huyu alikuwa anataka kuniua. Ulihisi aje? Mimi nilisituka, but yeye hata yeye mwenyewe vile judge alifika kwa faili yake akamuita. Mimi sasa unajua kitu yenye huko unajua itakufanyikia kwa maisha yako. Sijui vile hizi vitu zinaenda. Mimi nimekaa huko nyuma. Sasa wakamuita. Kumuita akasema Judith yako wapi? Nikamuka. Sikuwa naweza kutembea vizuri, wakuja wakanichukua wakanileta hapa mbele. Wakaniuliza, Judy, uko tayari na kesi? Nikasema na Jack, uko karibu na kesi? Akaitikia. After kuitikia akasema, akaomba
akasema wampatie nafasi aongee na bibi yake. Vile nilisikia damu ilitoka kwa kichwa mpaka kwa makucha. Ati aongee na bibi yake. Aongee na bibi yake. Sasa nilikuwa nashindwa, bibi mwenye alitaka kuongea na maiti ama anataka kuongea na nani? Niliamsema hapana. Sababu chenye anataka kuniambia mimi sijui. Sijui. Sababu kama mtu mwenye alikuwa anataka tuongee, at least hata angenikata panga moja na niweke chini aseme nimekata kwa sababu ya hii na hii. Lakini mtu anakukata mpaka na kuacha kama umekufa, hata alistukia niko hai. Alikuwa anajua nimekuwa na tena bado niko hai. Alafu tena nasema nataka kuongea na mimi. Nani? Nataka kusema na yeye nini sasa? Nilikata. Jaji akasema sawa, kesi iendelee. Sasa tukakesi tu na yeye. But mimi vile unaniona hivi, niko tu hivi. Wakati ulitoka hospitali, ulienda kukaa wapi? Sasa wakati yenye nilitoka kwa hospitali, mabrada zake ndio walinichukua. Wakakupeleka wapi? Nikakaa sasa wako Busia hapo hospitali. Karibu na hospitali. Sasa wakasema huyu msemeji yetu hatuwezi kumwacha. Wacha tukae na yeye hapa. At least atakuwa ana nini hospitali, sababu hospitali nilikuwa naenda baada ya siku 2 napelekwa baada ya check up hivyo. Kuliko kuenda kwao, hiyo ni process na fair. Pia kuna mamangu pia tuko tu wasichana wangapi 4. Mmoja alikufa, tumebaki 3. Kwenye umezaliwa? Hawa pia wako tu. Wako tu. Mama ako hai? Mama ako hai, kuna 85. Huyo ni mtu mzee. Sho. Tegemeo lake ni wewe. Ni mimi, wacha wale. Mimi. Hata saa hivi vile niko hivi. Ni wewe tegemeo lake. Ni mimi tegemeo lake. Utasikia tu Nyango jamani, mimi sasa sijui niko nini, kichwa inaniuma. Hata sasa kama wewe mtoto ukweli ukisikia mama analia, sasa singine sasa nasemanga nifanye nini? Nifanye nini? Na singine nasema sasa hii yani ni mateso. Yani unapata kidogo, hata hiyo kidogo bado unaona haitoshi, lakini huku bado unasikia mwito wa mzazi. Sasa hata mtalala njaa, niseme chukua shilingi 10 basi ununue nayo omena ama ununue nayo sabuni. Hivyo ndio ninaishi. Kwa hivyo ulikaa kwa brother zake mpaka ukapata nafuu? Mpaka nikapata nafuu, nikakesi kama niko hapo, nikafanya nini. Unajua sasa hakuna mwenye akili ifanyi, mtoto pia ndio huyo ni mgonjwa. Mtoto wenu? Wangu. Sasa hao pia wako tu. Hakuna mwenye angeweza kuniambia sasa wewe vile uko hivi tupite hii njia. At least hapo mbele unaweza saidika. Hakuna. Tukakesi na yeye mkamaliza. Akafungwa. Sasa mimi kwenda akili kurudi pole ndio nikastukia kumbe ningefanya hii. Sasa nikienda penye ningekuwa niende, wananiuliza alishafungwa? Hakuna. Sasa hiyo imepita. Imeisha hivyo. Hivyo ndio sasa mimi pia ninaishi, lakini nashukuru. Nasemanga, wanasema mabaya na mabaya ufanye nini? Ulipishe kama unajua Mungu. Nasema Mungu mwenye alinitoa hapo kwa kaburi, najua ako na mimi. Ni kweli. Sababu nini? Ingekuwa saa zingine huwa naona hizi changamoto ziko. Mtu anapatiwa panga moja na nakufa. Na mimi najiangalia nasema nilipatiwa panga ngapi? 100 na niko. Na uko hai. Na niko hai. Kwa hivyo inamaanisha Mungu ako na mimi na lengo. Na Mungu hakuwa anataka, aliona bado kuna wenye wananitegemea. Mtoto ananitegemea na mama ananitegemea. Sasa uliwezaje kurudi Nairobi? Nairobi vile nilikaa huko, nikafikiria sasa nikakaa hapa na huyu mama. Huyu mtoto wangu hata yeye hatakuwa sawa sababu ako na epilepsy, anameza madawa. Hii dawa ni XP. Leo utaenda kwa mtu akusaidie, kesho akusaidie, kesho uende, itashindikana. Na hapo sasa ndio mwisho wa maisha. Sasa nikasema hapana. Nilikuwa na makazini zangu ambia mimi
naonelea nikirudi nataka kurudi Nairobi. Mtafutie tu fare. Huyu mtoto hata kama ako na epilepsy, heri Nairobi sababu yeye alilelewa Nairobi. Mambo ya kuenda kwa shamba ajui. At least Nairobi anaweza kupata mtu mwenye Sharon kuja nifulie na afue. Sharon unajua kufanya yeye unifanyie na alipwe na apate vile tunafanya nini? Sasa nilikuwa tu nikuomba tu omba tu fare, nikapata fare nikakuja hapa Nairobi. Sasa kufika Nairobi nikaambia Sharon kukaa maisha ya kuomba hatutaishi nayo mpaka. Kuna kazini yangu alinipatia shilingi 1000, watu wa church wakakuja kwa nyumba kuniletea maombi, wakaniletea shilingi 2000. Nikasema sasa hata hii shilingi 2000 tukikula tukimaliza kesho bado nahitaji. Sasa ninaendanga kwa soko naleta mboga na nyanya na msichana wangu anafanya nini? Anakatia watu anauza. Juu wewe huwezi kata. Siwezi kata mboga. Kidole bado ulikatwa hapo. Sasa ilikatwa ilianguka, hii ndio ilishikilia, hizi zilipasuka zote. Hapa pia kuna chuma pia. Hapo kuna chuma. Kuna tule tuwaya tu wenye tumeshikilia. Sasa siwezi nikakata mboga. Unaona hata iwezi hata iwezi. Hata kuvua siwezi. Sasa tegemeo langu ni huyo mtoto wako. Huyo mtoto wangu mwenye ako na epilepsy. Ako na epilepsy. Pia ako na epilepsy, mimi pia akiniangalia na anajihurumia. Mimi pia huku ushago nikiangalia mamangu na muhurumia. Sasa maisha imekuwa ni mzito. Lazima lakini wanasemanga lazima maisha ifanye nini? Iendelee. Sasa Judy, unasema hii mkono iko na chuma. Hii mkono iko na chuma. Hii iko na chuma. Hii iko na chuma, mguu iko na chuma. Mguu iko na chuma. Hii hapa kuna chuma hapa kwa vidole. Na umeniambia unaenda soko unachukua mboga, unaleta. Kwa hivyo uko na kabiashara unafanya. Na kwa kibanda tu. Kibanda kidogo nauza tu sukuma sababu sasa utaishi aje? Na mnaishi wapi? Kibera bado. Na sasa kuna dawa wewe mwenyewe unakunywa? Dawa nilikuwa nakunywa lakini nikawacha sababu sasa sina pesa. Sababu singe afford yangu na ya huyu msichana yangu at least yangu ni ya uchungu tu. Lakini sasa huyo msichana wangu ya epilepsy ni hawezi kosa. Every day. Sasa kuna wakati mwingine alikosa. Alikuwa kwa koma siku 5. Hospitali. St. Mary. Sasa hapo ndio akili yangu yote inaishianga tu hapo. Heri ni tulale njaa lakini apate dawa. Wakati wa baridi unakuanga na uchungu sana? Ninakuanga na uchungu sana kwanza. Sasa kama hii mguu unaweza kufikiria nikitembea mtu anafanya hivi bolt hivi. Ni kama zinafunguliwa. Ni kama zinafunguliwa. Yaani kutembea ni shida. Alafu na hii hapa. Ni kusema hii mkono hata iwezi beba kitu mzito. Hii iwezi. Wacha hii. Hii at least inaweza lakini sasa hii ndio iwezi kabisa. Hiyo haiwezi. Hii iwezi kabisa. Hii nayo at least inaweza kubeba kama maji lita 5 nitabeba. Lita 5 tu nisipitisha hapo. Lakini hii iwezi. Na unatembea na hiyo? Natembea na hii. Ukakutana na yeye leo, unaweza mwambia nini? Nikikutana na yeye leo, naweza kumwambia aishi tu, namwombea aishi tu maisha yake. Mimi pia niishi maisha yako. Tuishi tu, asiandamani na mimi. Aniwachie saidi yangu sababu mimi pia nimemwachia saidi yake. Lakini siwezi sema tunaweza kumfanyia maovu. Hiyo uwezi. Siwezi kumfanyia maovu. Changamoto ambazo unapitia ukiwa katika hii hali ni kama gani? Ukakutana na mtu ama mtu akasikia story yako aseme nataka kusaidia Judy. Changamoto zako ni kama gani?
Changamoto zangu ni kama upande mtoto wangu huyu mwenye ana meza dawa ya epilepsy. Sasa hiyo ndio shida ngumu sana, sababu hiyo dawa kama hakuna yeye sio mtu, lazima meze hiyo dawa. Tunaongea juu ya dawa ya pesa ngapi per month? Per month ni 8,000. Sasa siwezi afford hiyo 8,000. Naendanga saa zingine nikipata 200 unabai ya hiyo siku. Hiyo siku. Saa zingine ya 150. Yani hivyo at least asikose. Dawa ndio changamoto kubwa sana. Dawa ndio changamoto kubwa. Alafu kitu ya pili, vile hata mimi naweza kufanya nini? Kuishi. Unajua hapa duniani kama uko lazima ukule ndio uishi. Vile ninaweza kupata, vile naweza kujisaidia hakuna. Siwezi kufanya kazi yoyote. Mimi niko tu. Sasa unakuanga na idea gani? Juu umeniambia unauzanga sukuma. Ni kazi kama kagani kadogo unaweza fanya? Kazi yenye nafanya kama kadogo, kitu kama duka. Inaweza biashara kama ya duka, sababu ya duka si order tu vitu zinakuja, unakaa unauza. Lakini unajua sasa kama hii ya sukuma, inanibidi tu kujisukuma, ni ile kujisukuma. Si ati nafanya nikipenda, ni kujisukuma niende, sababu hakuna njia nyingine yenye naweza kupata kitu yenye nafanya nini? Kukula. Na lazima ukule ndio fanya nini? Uishi. Kwa hivyo Judy, sasa wewe sasa tegemeo yako ni mtoto wako? Tegemeo langu ni mtoto wangu. Na huyo mtoto lazima akuwe na dawa ndio aweze kukusaidia. Alafu kitu ya pili ni mtu mkubwa. Kitu ya pili pia, yeye ingekuwa kuna mahali penye hata mtu anaweza kumchukua amwajiri afanye kazi, at least akipata kitu kidogo anafanya nini? Anachukua nini dawa, sababu ni mtu mkubwa, si mtoto mdogo. Amesoma? Amesoma mpaka college. Alienda college, lakini but hiyo ugonjwa ni kama ili ya kufanya vizuri. Lakini form 4 na alifanya. Sasa yani ulikuwa mama kona nguvu, anajifanyia kazi yake. Siku mmoja tu ikafanya maisha ikabadilika hivyo. Ikabadilika kabisa. Yenye sikuwa na tarajia nitaishi maisha kama sasa. Saa hii nafanya nini? Naishi. Mama ambaye ako kwa ndoa iko na vita, unaweza mwambia nini Judy? Nasema mama mwenye ako kwa ndoa yenye iko na vita, yenye naweza sema usifumilie vile mimi nilifumilia sana. Nilifumilia, sasa matokeo ni hayo. Anza mapema. Anza mapema, at least mimi nasemanga ningeanza mapema, at least ningeenda kama niko hai, niko na everything yangu vile Mungu aliniumba. Hata nikienda kufanyia mtu kazi ya nyumba, nitachapa kazi. Sina kitu yoyote yenye itanizuia. Lakini saa hii nitafanya kazi gani? Si hakuna. Okay, haya Judy, okay. Sasa nataka niongee Kikwetu. Haya, mwerere ni waigua rugano rwa Judy, tutikurutenderia makiria ya hau. It is straight to the point. Ni ureyonera irema iria ari nacio, ni ureyonera wa maithoti wa ruthiomi. Na ningwiraga kaingi na kaingi wendo wa metha ndui mihaka ya kama mtu ni Mkikuyu ama ni Mjaluo ama ni mnini, hatuna hiyo mipaka. Huyu ni mama mwenzetu ambaye atihageirio thini wa haro cia kimucie kana domestic violence. Tunaweza msaidia aje? Najua umesikia story yake na ninajua umekasirika sana ama unalia ama yani umesikia tu vibaya kuona mtu ambaye alikuwa anajiweza sahi anakaa kuomba juu ya ile unyama alitendewa na bwana yake. Haya, hiyo imepita, hatuwezi badilisha. Tunawezaje msaidia ndio kesho yake ikuwe mzuri? Anasema anaweza taka sana kuweka biashara ya duka
at least anaketi tu hapo, anauza vitu zake, anajitegemea ndio asiweze kuomba tena. Tunawezaje msaidia? Mimi naomba tu kwa niaba ya Judy, mimi simjui, ni kesi tu nimetumiwa, simjui, lakini nimetumiwa na mtu anaitwa Fred wa Kiserem Foundation. Kwa hivyo naamini vile, hii hata si mambo ya kuamini, unajionea kwa macho alama zenye ako nazo. Tunaweza msaidia aje? Tunaweza labda mwekea hiyo kabiashara anasema, ama tumsaidie kununua dawa, tumsaidie na rent. In short, tumchangie. Tukimchangia atajipanga, aende aweke hiyo duka anasema, aweze kununua, awezange kununua dawa za msichana wake, si ndio mama? Ndio msichana wake akienda kufua nguo ama kufanya kazi zingine, ako sawa, ndio aweze kumsaidia. So mama, utatusaidia na namba yako ya simu. Uko na simu? Yeah. Uko na simu na uko na namba yako, si ya mtu mwingine yako. Na imesajiliwa jina yako na M-Pesa. Namba yako ni gani? 07 24 55 61 83. Itasoma nani? Itasoma Judith Anyango Opondo. Judith Anyango Opondo. Hiyo ndio namba yako. Na ni wewe unaitumia. Na akili iko timamu, haikuumia mahali? Akili iko timamu kabisa. Na mnaishi na, isipokuwa msichana wako, kuna mtu mwingine mnaishi na yeye? Ni wewe tu na msichana wako? Ni mimi tu. Haya, so Judith ni atuhe namba yake, niyo tukwandikire house screen ni Judith Anyango Opondo. Judith Anyango Opondo niyo ritwa yake. Please atumia, na si wa mama tu hata wanaume. Koro ni wewe wihari niteo ndio ugira iguatia. I think hata Judith is very very courageous. Anapeana. Hii mambo ilikufanyikia miaka ngapi imepita? Sasa ni miaka 2. Miaka 2 imepita. Haya, na niwona uri araheana rugano rwake na ushamba. Mwiro akanimagine, yani tu ni kama tu mimi venye naweza kutembea najifanyia kazi yangu, alafu tu siku moja maneno yote ibadilike, nikuwe siwezi kujifanyia chochote. It's very painful. Kwanza ukijua umeumizwa na mtu ambaye ulikuwa mnapendana, alikuwa bwana yako for 22 years. It is so sad. Anyway, we can't change the past, but we can bless her future. Wacha tumsaidie. Whatever you have, whatever you had planned for lunch, for supper, ama ulikuwa unataka kwenda out, ama ulikuwa unataka kununua kabag, ama ulikuwa unataka, whatever ulikuwa unataka kuspend, and you can do away with that spending, tafadhali ichukue utumie huyu mama. Kumbuka vile tunasemanga, I was sick, ukakuja kuniona. I was hungry, ukanipea chakula. I was weeping, ukakuja, I was in prison, you came and visited me. That gospel ndio inatuongozanga hapa kwa metha ya Kagoni. So nituteithiriria mutumia uyu na arie yarahure ahote kuigaga biacara kau arauga, ahote kuyendagiria gatuka gake ateguthi na movement nyingi. Ni urona uria hana, na ahote kwionagira gya kuria o muthenya na kahota kugurira muiritu wake dawa cia epilepsy. Namba iko hapo ya Judith, muongeleshe. Judith, kuna kitu unaweza taka kusema kabla tufunge? Mimi kitu yenye naweza penda kusema, wenye wananisikiliza, hata Biblia inatufundisha chochote chenye umefanya kizuri akiendi bure. Ni kweli, akiendi bure. Hiyo tu, akiendi bure. Haya, sawa. So mwiroreri, tenda wema, nenda zako. Mutumia uyu nitumuteithiririe ehande ringi, na wewe kihiko-ini kina haro. Imagine no kirikirire to Judith hana. Please be careful. Tutirakwira ume gwaku. But if it's not worth all that violence, it is not worth it. Egukuraga tuguthike utige ciana ciaku na kiohwo njera. Riu watiga ciana ciaku cihana atia?
it is not worth it. Na nikio turakurehera ng'ano ta ici, you see first hand, wionere haria werekeire warega kweherera haro iyo uri thiini wayo. Na warume aria mahuraga atumia anyu, what do you gain after kumutemanga riu eku ejera? Ndari na muhiki ucio makenaga nake ejera ohetwo. Is that the life you want for yourself? The life for your children? Is that the life that you want? Nĩ kiuria kiega twagĩrĩirwo nĩ kwĩyũria, but for now mwĩroreri ũrĩa tũngĩteithĩrĩria Judith na njĩra nene mũno nĩ kũmũsupport financially, ahote kũhingũra kabiacara, ahote kwĩrũgamia, atigage kuhoya. Na story no tutikũmĩkĩria hau, tutafungia hapo. Namba tumekuandikia hapo kwa screen, tafadhali saidia Judith. Njĩtagwo Monica Kagoni na ĩno nĩ metha ya Kagoni.